Apparently, vile inasemekana mtandaoni, that Ruto wants back his money, 200 million that he gave to Gladys Wanga, to come back with Babu, Owino and Sifuna, plus the other rebels, because he wants a full ODM. He doesn't want half of the ODM, yet he paid. I'm just wondering how Gladys Wanga is gonna go about it. If it is true she was given the money. Imagine. It's alleged that she received 200 million. Guys, kama ni uongo mnamwekelea nyinyi watu pia ni wabaya. Aki. I'm just imagining aende confront Sifuna na Babu, anawaambia you guys come back to the party. That's ridiculous. I don't know if the story is true, but it sounds very fake. Yeah, because it said that Ruto wants a full ODM. He doesn't want half of it. He wants all the rebels back, plus their, especially their leaders, Sifuna and Babu Owino. Yeah, another thing that guys are heckling Gladys Wanga online is Gladys Wanga believes that ODM is still there. And she is saying that only 5 out of 100 members are the ones who left. Because I find it funny, because the party belongs to the people and we are the people. The people are millions, not the 5 or the 100. Yeah. And it's not for you leaders, it's for us people, because we are the ones who are going to vote you guys out or vote you in. So when you are telling us that ODM is still intact because only 5 people left, and as you can see, millions of youth unsubscribed from that party. Gladys Wanga, you can do better. Try to, talk to the youth, talk to the women. Don't just sit there unapiga kelele, oh bado tuko full, oh ni power tunataka, oh tunataka sijui deputy president. Talk to the people who are going to vote you guys in. Watongoze wakuje wawapigie kura. Si atu unasema ni watu wawili walitoka, sijui watu 5 tu ndio wametoka, party bado iko intact. Party ni ya millions of people. Na millions ndio wametoka. Lazima upate hiyo. Nimeona hata kuna washosho, just old women, telling you that you should leave their man Sifuna alone. Kwani hakuna wanaume huko ODM? This is crazy, but anyway, hiyo ni politics. But Gladys Wanga, ile kitu nafaa kufanya ni ongea na watu. Ambia watu wachukue kura na ujaribu kuongelesha vizuri. Huku ukiwa promise mambo ambayo unajua utatimiza. Na mambo yatakuwa tu sawa. Si ukae pale unapigania power. Alafu tena uwache ukabila. Party ni ya watu wote. Party sio Wajaluo peke yao. Party ni ya Wakikuyu, ni ya Waluya. Kuna mpaka Wakisii na wa Mombasa pia wako pale kwa wingi kabisa. Sasa we jaribu kuongelesha tu vizuri, kwa sababu hiyo party baba alikuwa ameiweka ikuwe steady kabisa. Lakini vile ameenda, ni kama sasa mnapigania huyu anataka hii nusu, mwingine aende na huku kwa nusu. Unaona? Na wengi wale wanapigania udeputy kule ni wale wanapigania tumbo zao tu. Tayari wako kwa government, wanataka wabaki kwa government, hawajali about hiyo jina ya ODM ama nini, wanajificha tu wakijifanya wanasupport ODM. Lakini hao wanapigania tumbo zao, wabaki pale kwa serikali. Kwa sababu wamesema ni miaka mingi sana walipigania kuwa kwa serikali na hawangeweza. So hawapiganii chama, hawapiganii mazuri ya Wakenya. Wanapigania kukwama pale kwa chama ili famili zao ziweze kusaidika.
ili wabaki kwa power. Hata tunaona wana shout huku mitandaoni, tunataka power, tunataka power. Hiyo ni thibitisho la kutosha. That's enough evidence that you guys, you don't care about the party. You care about your stomachs and power. You just care about your families and yourselves. We are going to vote you guys out. Yes, because ODM belongs to the people. It doesn't belong to an individual or a particular tribe. You should talk to people. You should love everyone equally. Nasikia mnapiga tu kelele, hawa vijana hawana nini yoyote, hawajui mambo na siasa. Mjue hawa vijana ndio watawa vote out. Hawa vijana ndio wanaenda kutengeneza the next government. So itabidi muongee vizuri, munyenyekee na muache madharau. Mumejikwamisha hapo nyuma ya Ruto. Hamjui nyinyi nyote mnaenda nyumbani. Be very careful what comes out of your mouth because you are all going home.